Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba uchimbaji wa dhahabu umekuwa kitega uchumi kwa wakazi wengi kaunti ya Kakamega, hasa eneo bunge la Ikolomani, ila kwa wakazi wa kijiji cha Shisele, zoezi hilo limesababisha utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi wengi, huku wakilazimika kususia masomo yao na kupelekea baadhi yao kuingilia unywaji wa pombe haramu, huku wasichana wakipachikwa mimba za mapema. Aidha, umaskini katika eneo hilo umetajwa kuchangia pakubwa wanafunzi wa kiume kuacha shule na kuingilia uchimbaji wa dhahabu, huku wale wa kike wakijihusisha katika ngono za mapema na hivyo basi kuacha masomo yao wanapopata ujauzito. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Shisele, Mashiti Wilberforce, amesikitikia idadi kubwa ya wanafunzi wanaokosa kufika shuleni, akilaumu kuwepo kwa migodi na vileo katika eneo hilo, akiomba serikali, wahisani na jamii kwa ujumla kuingilia kati na kutoa msaada kwa watoto ili waweze kukumbatia masomo yao. Sisi kama community tumefurahi sana kwa shirika ambalo wanafunzi wengi wameathirika na hali ya umaskini, na hiyo hali ya umaskini pia tumepata kwamba huku kuna vitu mingi ama activities mingi ambazo zinaendelea huku. Ya kwanza, huku kuna gold mining ama uchimbaji wa migodi, na pia tumepata kwamba kuna sehemu mingi wakazi wa huku wanatengeza pombe haramu ambayo inajulikana kama chang'aa na busa. Kitu ingine ni bullfighting, na pia kuna mradi ya molasses hapa ambayo inatumiwa kutengeza iba, na pia wanakataza wanakatiza elimu yao. So tumekuja na hii program ili tupate venye tunaweza saidia watoto. Kuna mwalimu wa hii shule hapa alianzisha timu ya wasichana na timu ya wavulana ambayo inasaidia kuleta hawa wanafunzi pamoja wasi drop out kwenye shule, na tungeliomba sana mfumo ambao utasaidia kama ni mwanafunzi aende shuleni, asihusishwe na mambo ya gold mining. Mwanafunzi asihusishwe na hii mambo ya pombe haramu, ya kubeba molasses wakitengeza pombe haramu, manaki hilo swala limeathiri sana masomo eneo hili. Umepata kwamba tumepata wanafunzi wengi sana, idadi kubwa ya wanafunzi wame drop out of schools. So far tumefuatilia wanafunzi zaidi ya 10 ambao tumerudisha pale shuleni waendelee na kisomo chao, na ningeliomba bwana chief na hawa. Sisi kama community tumefurahi sana kwa shirika ambalo partner ambaye amekuja kutusaidia hapa kwa shule, ameelimisha watoto, na sisi kama community tutaenda kuelimisha watu huko nje na hawa watoto jinsi wanaweza kujilinda ili watoke kwa hizi mbinu za zamani za kutumia njia zisizofaa ili wapate mimba za mapema. Ningependa pia wana community na sisi serikali tushirikiane. Ngashira hii mradi endelee ili watoto wengi kwa hii society wasome. Vile tumeanzisha kwa hii shule, hao watoto wapewe support, wasome, wasaidie wazazi wao, wasome ili tuweze kunacha their talent. Tuko na watoto wazuri kucheza, tuko na watoto wazuri kuimba, tuko na watoto wazuri kuenda kanisani, tuko na hata mapasta tuko nao hapa. Lakini without that particular hatuwezi, without advice na bila mwisani kama bwana Ngashira ni ngumu. Bila nimesema mimi ni mwaithiriwa. Alikuwa anakuja nyumbani kama amelewa, ndio anaanza tuko mambo kwa jambo tu kidogo, anaanza kugombana, anatafuta penye pange iko, anaanza kunichapa. Hao wengine hawako nyumbani, anatumia panga kunichapa.